Hivi Bajuma, unaonaje maendeleo ya mtaa wetu? Yaani mimi sijui hata nianzewa, kwa sababu kadri siku zinavyozidi kwenda mambo naona anakuwa ndivyo sivyo. Leo ukiamka unasikia hili, kesho unasikia hili. Yaani bado haijaeleweka hatima ya hili eneo, nini kinaendelea. Unajua inafika sehemu mpaka natamani niwe kiongozi mwenyewe. Wewe kiongozi? Ndio. Kwani inawezekana? Siwezi kupinga. Unaweza kuwa kiongozi. Lakini kama unavyojua hapo mjini, hapa ni mjini. Huwezi kupata uongozi bila kuwa na pesa. Lazima uwe na fungu ndio upate uongozi. Yaani uwe na kitu ndio upate uongozi, na sio kingine zaidi ya pesa. Mjini hapa baba, upate uongozi nitakuwa pesa. Sawa. Ila wanasema wiki hii kutakuwa kuna kikao. Wiki hii ambayo tunaenda nayo? Ndio. Sawa basi, mimi naona tuendelee na mambo mengine ili tujipange na iko kikao tuone inakuwa. Haina shida, ila kiukweli mimi sielewi kabisa na nichanganya kabisa. Sio kila kigoda kina nguvu. Wengine wana utaratibu wa rushwa. Yaani uongozi, kila mtu uongozi. Rushwa, kuna taratibu za rushwa. Karibu Dina mjini hapa. Lakini umependeza sana. Sijui na huko chuo mnaishi tunasoma na wazungu. Mimi bila kupoa zawadi yangu. Asante. Naona umependeza kweli. Sijui huko chuo mnasoma na wazungu. Kenny, umeanza. Umependeza. Umependeza sana. Vipi maisha ya chuo kwanza? Maisha ya chuo ya kupoa. Lakini naona mtaa umebadilika sana yani. Shida nini? Ni kweli. Kigoda kimegeuzwa ATM sasa hivi. Kimegeuzwa ATM. Tutaongea jioni. Mpeke nyumbani kwanza. Sawa, lakini zawadi yangu iko pale. Usijali.
Habari yako? Salama kaka. Poa. Naona unapika pika. Karibu. Asante shangazi bwana. Yuko kwa jana. Toka kuachia jiko. Mimi kana jana. Haya, poa. Alafu nakuja. Nini tena? Na mimi pia kwa jana. Nafasi ya juu? Ndio. Hivi unajua nafasi ya juu ina gharama zake? Gharama? Gharama gani? Wewe unajua sio mtoto. Dina, samahani kwa kuleta maeneo haya. Bila samahani. Leo wakati nakupokea kuna swali uliniuliza. Katika kukujibu ukaniambia naomba nipeleke nyumbani nimechoka. Kiukweli Gaza anakataza vijana kufanya biashara pasipo kutoa rushwa. Kwa hiyo akionekana mtu yote anafanya biashara pasipo kutoa rushwa, anakamatwa na anaharibiwa biashara yake. Kwa ndo maisha halisi ambayo tunayo sasa hivi hapa. Anawezaje kufanya hivyo? Gaza ni mtu mwenye pesa na ana watu pia, na ndio maana tunakosa nguvu mtaani. Kwa hiyo ndo kazi yetu. Dina, wewe acha. Okay, sawa. Haina shida. Sawa. Tuondoke.
Wewe mama wewe. Tangu jana umerudi hujanitafuta. Mpaka nakuja kukutafuta wewe. Ndugu yangu, wewe acha tu. Mambo mengi alafu usitoshe. Jana nimerudi nimechoka sana. Na kingine, toka nimefika jana. Naona mtaa umebadilika sana. Shida nini? Yaani si hata niseme nini, ila wewe acha tu. Sio acha tu. Tunahitaji mfumo usiotumia rushwa. Of course ndio hivyo. Maana hata mwenyewe nilitaka niandae mfumo wa kidigito ambao hautopitisha rushwa hata kidogo. Na Gaza akijua? Kuhusu Gaza nahisi nikuondoe tu hofu kwa sababu sasa hivi hatuogopi chochote yani. Sawa. Wanangu, umepoa wanangu. Ya umepoa kinoma na wanangu. Ya tumekaa wanangu umebweteka. Viongozi wenyewe waongo. Tunakumbuka yule kiongozi atokea siku ile. Mwanangu kaja hapa anatililia mwanangu na shida ya kula zetu washikaji zangu unaona? Unaona? Dakika za mwisho kapata kula kajichenga, unaona? Kwa wanangu naona ili kweli mwanangu. Sio kweli kabisa. Haila hajatutendea haki washikaji zangu. Hajatenda kweli. Sema nini? Ngoja tujipoteze mawazo tusikize na kamziki au unasemaje? Poa. Kama kawaida. Lakini katika kupoa bana kuna jambo ambalo nitaka tutete kati ya sisi. Kwa sababu hakuna anayejenga, sawa? Ndio. Pasipo na wenzake. Utanielewa eh? Ndio. Lazima kuwe na watu ili mujiunganishe ili muweze kujenga. Ndio. Lakini jambo pointi kwangu ni moja. Kitu kimoja bwana, naombeni kura zenu. Ili niweze kukalia kile kigoda. Na nitakapokalia kile kigoda, basi mtaa mzima utakuwa mpya. Ndio yale kwa tunazungumzia washikaji zangu nao. Ajitokeza sasa mwingine sasa anataka turubuni akili zetu. Dakika za mwisho anaanza kutukimbia kama mwanzo. Endelea tu kusikiliza. Yaani kama mlikuwa mnazungumza, mlikuwa mnadiscuss kupata kiongozi bora, sio bora kiongozi. Nimependa kwamba mlikuwa mnalidiscuss au kuliongelea. Sijakataa, lakini naamini kwamba mlikuwa mnazungumzia kupata kiongozi bora, bali sio bora kiongozi. Mimi ombi langu kwenu ni hilo. Safi sana. Nimekuelewa sana. Na tunapaswa tuwe letu liwe hili moja. Ili mradi tuweze kujenga kitu. Tukishajenga kitu, tunaweza tukafanya jambo kubwa katika mtaa wetu. Hakuna mtu ambaye anaweza kuja kujenga kama sio sisi. Sisi wa hapa ndo tunaweza kujenga. Hivyo bwana, mimi nikirudia kwamba naombeni Safi. Kweli brother, mimi nina uhakika na ninachokiongea. Usisikie tu ukapa watoto. Mwenzao kujaga hivyo dakika za mwisho akachunga akili zetu tukapata kura zetu, afuka potea dakika za mwisho aonekane. Inabidi sasa tuhakikishe kwa tunakuaminije kwanza. Na ndio maana nikakwambia kwamba mimi naombeni tucheze kamari kati ya nyie na mimi. Kwa sababu mimi sio kwamba eti nilikuwa nina wazo, lakini wazo limekuja baada ya hao wengine kufanya upumbavu au kufanya vitu ambavyo kinyume na walivyoomba. Mimi naombeni kura zenu. Sema nini?
Unajua mimi dakika za mwisho msielewi. Kwanza mimi nakuaminije, mbona unaongea kwa maneno? Unaongea kwa vitendo. Hicho ni kitu ambacho Unaongea kwa vitendo au unasema ndio wanangu? hicho ni kitu ambacho lazima. Sawa, kuja wenzao hapa tangu mimi amwendeshe leo ndio mwanangu mimi sielewi. Hilo sio shida. Nitafanya kile ninachowaahidi. Basi sawa, sema hivi. Hilo limeisha, umepita. Kula zetu umepata? Umepata. Lakini na wewe utende kweli. Mimi nitatenda kweli. Lakini naombeni mpate maji. Sisi tupo hapa. Tunatakiwa tufanye nini? Tujue nini ambacho tunafanya. Hiki kidogo. Sawa Hiki kidogo. Gawani. Tufikirieni hilo au vipi? Mshanielewa? Yes, fikirie. Samani, ngoja kwanza kiongozi mmoja kwa samani. Umeongea sana, tumekusikiliza kweli mwana tena sana. Huwa mshangaa tuona sisi akili zetu mkishatuteka hivi ndio najua umetuweza. Tukishachukua 10,000 zenu majichenga dakika za mwisho na kuona magari vipi. Sema ni baridi umetisha. Kula umepata. Sema fanya kweli, angalia mitaa alafu na kuomba pita barabara ile pale, uangalia mabonde yalivyo pale. Gari kipita pale ndio kinashika hiyo kwa sababu kuna mtu baridi. Bwana kula umepata. Sema fanya kweli sasa. Na wewe sio kama wale wenzio wanaongea namna gani vipi hapo za dakika za mwisho. Poa. Mimi nimeelewa. Pamoja. Nimeelewa. Kuna sehemu tu na wahi. Baridi. Poa. Karibu sana bwana. Wewe usiendelee kula ngoma. Haya je. Odi jamani. Asante. Habari zetu? Salama. Wazima. Naona usafi. Usafi lazima. Lakini kuna jambo ambalo limenileta. Naombeni mnisikilize na msisite kunielewa. Karibu. Kwa sababu jambo la muhimu ni kutengeneza, sio kubomoa. Na jambo la msingi ni kujenga tukiwa pamoja, sio kujenga mimi peke yangu. Unapokuta kwamba natengeneza peke yangu nashindwa, lazima tusimame watu wawili, na hakuna mtu yote atakayetoka huko aje kujenga kwako wewe. Lazima wewe wa nyumbani kwako ndio uweze kutengeneza kwako. Kikubwa na zaidi ni kunipa kura zenu, au naombeni kura zenu nikalie kile kigoda ili mimi niweze kutengeneza. Maana tunahitaji kiongozi bora, sio bora kiongozi. Hapo ndipo ninapohitaji kujenga au kutengeneza. Kwa hiyo naombeni sana kura zenu, na wengi waliopo wengi wanahitaji tujenge, sio kubomoa. Hivyo ninaombeni mnisaidie kwa hilo. Tutengeneze nyumbani kwetu. Hakuna mtu yote atakaye kuja kutengeneza, bali sisi ndio tunatakiwa tutengeneze. Sisi ndio tunatakiwa tujenge. Mshanielewa? Huyo muongo huyo. Yaani huyu muongo kama waongo wengine. Yaani huyu utapeli. Anataka kula kwa kutumia rushwa. Wenzako wanatafuta kula kwa haki. Wewe unatafuta kutumia rushwa. Huyu muongo. Kwanza mnaelewa maana ya kigoda? Kigoda? Hatujui maana ya kigoda. Kigoda huyu alishawahi kunifuata akaniambia ananihitaji kimwili. Yaani ananitaka. Ngoja. Huyu ndo tabia yake. Yaani huyu anapenda rushwa tu, anatoa rushwa. Na leo mchana, licha kwa hiyo ngono, leo mchana mimi mwenyewe kwa macho mawili nimemshuhudia akitoa rushwa kwa vijana wa mtaani. Yote kwa ajili apate nini? Apate kula. Mimi hapa. Ngoja, mimi sijafanya hivyo. Yaani wewe umetoka huko umekuja mpaka hapa kuja kutulagai kwa hizo kula. Wewe baba, yaani hapa kula fanya tu uondoke baba. Hatukutaki. Haupati kula wetu wala upati nini? Fanya uondoke. Wewe ajabu wewe. Ondoka bwana, hatuna shida sisi. Nenda huko. Kumbe na mambo yako unataka upate kigoda ili wafanye hizo vibaya. Toka hapa. Kiongozi bora tumia pesa na tumia maneno. Ngoja wewe. Nenda bwana tukubaki hapa. Ondoka nakwambia. Mtukitu. Ngoja.
Yaani safari sijui tutafanyaje kuhusu hao viongozi. Maana mjini Kigoda sio cha watu wenye pesa. Ni cha watu wenye akili, watu wenye heshima zao. Wanahitaji wapate uongozi. Na pia wanaostahili watumikia watu na sio watu wawatumie, yani wao wawatumie watu. Mungu atusaidie. Yaani kipindi hiki tunahitaji usaidizi wa Mungu. Sisi tutafanyaje kupata viongozi? Mungu atusaidie sana. Jamani, kwanza za saizi. Salama. Mimi nimesimama hapa kwa niaba ya wananchi wote. Ndio. Sasa hivi tunataka tubadilishe mfumo wa upigaji kura. Maana tumechoshwa na mfumo holela wa upigaji kura. Ndio. Kwa sababu gani mnajua? Kura zinaibiwa, watu hawapati haki zao. Ndio. Wadhulumishi ni wengi humu ndani. Ndio. Kwa hiyo nilikuwa naomba leo kila mtu atumie simu yake kupiga kura. Leo tutatumia mfumo wa kidigitali. Ndio. Maadamu kila mtu apate haki yake. Tuepukane na uwizi wa kura, si ndio? Ndio. Au nyewe mnasemaje wananchi? Ndio. Inatakiwa. Ndio. Na huu ndio mfumo tunaohitaji. Ndio. Mimi yangu ndio hayo jamani. Habari za saizi wananchi. Salama. Kwa majina naitwa Dina Mwagiro Makarakamba. Naombeni kura zenu jamani za ndio na natumai mtanipa kura zenu. Umepata. Asanteni. Habari zenu wananchi. Salamu. Kwa jina naitwa Gaza Vitori Mlekwa. Naombeni kura zenu. Habari gani za saizi jamani wabibi na mabwana? Salama. Kwa majina naitwa Ken Kagoma, kwa maarufu naitwa Uncle Chala. La utani leo jamani. Naombeni kura zenu. Sisi hapa. Kwa sababu miaka yetu tunaibiwa afu viongozi wenyewe wanakuwa chamana. Hapa tunampigia nani? Pigie Ken. No Ken. Dina. Mama mimi naona Kenya anafanya. Pigie Ken. Kuna alikuwa ni siri. Nampigia Ila sio kula ubwabwa. Kula ni siri. atakuwa siri yangu. Hapa kwa njiani kila mtu anataka.
Jana kinini kimeendelea hadi sasa hivi, maana matokeo yamekuwa mengi pamoja. Bwana, kwa kweli tumepiga kula vizuri sana. Tumepiga kitofauti kabisa na miaka yote. Unajua miaka yote kula huwa zinaharibika. Tunapata viongozi hata waeleweki, tunaibiwa kula. Lakini jana tumepiga kula kidigital. Tumepiga kula kwa kutumia mfumo wa simu. Simu za mkononi. Ndio. Kwa hiyo hapa sasa hivi tunachokisubiri ni matokeo tu, kwani kiongozi gani ambaye atakayompita. Ila naamini pia tutakuwa tumepata kiongozi ambaye tunamtaka. Kwa hiyo hapa sijaelewa. Tunamsubiri. Hapa sasa hivi tunamsubiri mama. Mama akija, yeye ndo atakaye kutoa matokeo mazuri. Huyo ndo tunamsubiri mpaka sasa. Ndio atakaye kutoa matokeo nani kashapita au nani basi. Ila naamini kabisa kwa mfumo ambao tunautumia tutakuwa kiongozi bora na ambaye tunamtaka. Yaani una uhakika hivi hakuna kula ambayo itakuwa imeibiwa wala haiharibiki. Hakuna kula ambayo itaharibika na wala hakuna mtu ambaye atakuwa amezulumiwa. Karibu sana mgeni wetu. Ndugu wagombea na wananchi wote kwa ujumla. Mgeni wetu rasmi sasa ameshafika. Tuwe makini kumsikiliza kitu gani amekuja nacho. Karibu sana ndugu yetu. Asante. Habari zenu? Poleni na kusubiri. Na asante sana. Nimefika hapa kwa ajili ya mikakati ya kuwatajia washindi wetu kwa wagombea wetu mliowapigia kula. Ndio. Nipende kuwapa hongera, kula zimeenda vizuri, uchaguzi umeenda vizuri. Hongereni sana. Na mimi niko tayari sasa kuwatajia watu walioshinda. Na hapa washindi inaonekana kama ipasavyo. Matokeo yako hivi. Kwa bahati nzuri watu wote walipiga kula. Watu 100 wote walipiga kula. Ndio. Sasa kuna 0%. Kuna 0% kwa mshindi wetu Gaza. Kuna kula zilizofikia 30% kwa mshindi wetu Kenny. Na mshindi wetu Dina yeye amepata 65%. Asante, tunashukuru sana. Tunashukuru kwa sababu tumefanya uchaguzi wa haki kumtafuta kiongozi sahihi. Na ndio maana tulipiga hizi kula kwa siri kwenye simu ili kusudi tupate kiongozi ambaye hatotoa rushwa, tupate kiongozi ambaye
safi na salama kwa wananchi. Hivyo basi tunamwombea Mungu kiongozi wetu afanye yale yanayostahili kwenye uongozi wake. Pia tunakushukuru sana kwenye kulisimamia hili. Uchaguzi wetu umekuwa wa haki na uchaguzi safi kabisa. Asante sana, tunashukuru. Habari za saizi wananchi? Salama. Naomba mnihakikishieni kitu kimoja. Nahakikisha ya kwamba kila kijana atapata nafasi au kazi bila kutumia rushwa yoyote. Asanteni. Sisi huko mimi. Habari mabibi na mabwana. Salama. Asanteni sana kwa kunipa tiketi ya kuwasimamia mtaa huu, na hakikisha kwamba tasimamia yale mlioniagiza kuyafanya. Daladala, bajaji sasa zitapita, barabara zitatengenezwa kwa na lami, zitafikisha majumbani kwenu. Asanteni sana. Asante. Safi kabisa. Ukikalia kigoda kwa moyo safi wa kusaidia, hata pesa itakufuata. Ndio vizuri, hatutaombwa tena rushwa ya ngono. Wahapa. Mbona umechelewa? Mama, majukumu, yani kuna majukumu. Na sasa hivi nimekuwa nakuja. Hai, vipi? Mmeshamaliza? Tushamaliza muda mrefu hivi. Na kikao kimenioma kweli. Hapa nashukuru Mwenyezi Mungu. Tumemtoa Gaza kwenye madaraka. Wewe. Asante Mungu. Mimi namshukuru Mungu. Kwa hiyo kama katokea nani kaingia? Nani mwingine kama sio mimi? Mimi nilijua tu. Hongera sana rafiki yangu. Asante. Yaani sasa hivi nakwambia. Natamba mtu yele. Ndio usifanye vitu vya maana. Sawa. Basi tunaweza tukaongozana tukaondoka au? Okay, tunaweza tu.